nataka tusome. Siku ya kwanza tumejifunza kuhusu somo linalosema macho ya rohoni. Tukiwa na njaa ya kiroho, tutatamani Mungu atushibishe vitu vizuri vya mbinguni. Tutatamani tushibishwe vipawa na karama na huduma mbalimbali. Tunataka leo tuangalie njaa. Haleluya. Wangapi wamekula mchana wa leo? Kama leo umekula, lakini siku ambayo haukula chakula, unajua jinsi ambavyo njaa huwa inauma. Au siku ambayo umesema leo ninafunga, unajua jinsi ambavyo njaa huwa inauma. Tena siku ambayo umefunga, huwa unatamani vitu vingi. Mara unatamani miogo ya kuchemshwa, mara unatamani ugali kidogo kule kwetu, mara unatamani ningepika kunde, mara siku nikifungua ninywe chai ya maziwa, mara ningekunywa chai ya tangawizi, mara ningechemsha. Yani unatamani vitu vingi kwa sababu wakati huo unakuwa na njaa. Njaa inakutamanisha vitu vingi. Inakupa shauku ya kwamba utakapokipata chakula utakila sawa sawa kwa sababu una njaa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Amos sura ya 8 na mstari wa 11 mpaka wa 13. Bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana, nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huko, wakitafuta neno la Bwana wasilione. Ninarudia tena, na kiu ya kukosa maji. Ongea nabii Amos. Amos ni mmoja wa manabii wadogo katika Biblia, lakini anapewa neno la Bwana. Mungu anasema itakuwa siku za mwisho, siku zinazokuja ambazo Mungu ataruhusu njaa iwepo katika nchi. Lakini anajaribu kujieleza, njaa hiyo haitakuwa njaa ya kukosa chakula, haitakuwa kiu ya kukosa maji ya kunywa. Maji ya kunywa yatakuwepo, chakula kitakuwepo, lakini hiyo njaa itakuwa ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Yaani maneno ya Mungu hayatakuwepo tena, hayatakuwepo mahali pengine tena ambapo Kristo anaweza kuyasikia, kwa sababu yamefungwa. Wakati wake wa kuyasikiliza au wakati wake wa kuyasikia umekwisha kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nao watatangatanga huku na kule wakitafuta neno la Bwana, lakini wasiweze kulipata. Wataingia kwenye mitandao, watatafuta, watagugo, waone neno la Mungu, waone watumishi wa Mungu, wasikie nyimbo zinazoimbwa zinazohusiana na maneno ya Mungu, lakini hazitakuwepo. Hakutasikika habari ya neno la Mungu lolote. Bwana Yesu asifiwe. Watalitafuta kila kona, lakini neno la Mungu halitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeandika hapa kwamba maana ya neno njaa imetafsiriwa kama shauku kubwa au uhitaji wa chakula, au masumbufu au udhaifu au maumivu yanayotokana na kukosa chakula kwa muda mrefu. Shauku kuu au matamanio. Maana hii imebeba tafsiri ya njaa kwa namna zote za kiroho na za kimwili. Yaani tunaposema njaa ni ile shauku, mtu anatamani apate kitu, apate chakula, ana matamanio apate chakula, maana tumbo lake halina chakula. Ana matamanio apate maji ya kunywa, maana ana kiu ya maji. Ana shauku, anatamani, ana nia anywe, lakini anakosa kile kitu ambacho anakihitaji akipate. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona katika njaa kuna njaa za aina mbili. Andika, njaa ya kwanza ni njaa ya kimwili. Na hii njaa ya kimwili ni njaa ya mtu kukosa chakula, kukosa ugali, kukosa wali, kukosa ndizi, kukosa viazi mviringo, kukosa nyama, samaki. Hiyo ni njaa ya aina ya kwanza ambayo inataka mwili unatamani upate chakula, kwa sababu chakula ni kinaleta rutuba kwenye mwili. Lakini
tunayoiongelea leo ni ile njaa ya kiroho. Mkristo anapokuwa na njaa ya kiroho, anatamani asikilize maneno ya Mungu, anatamani asikilize maneno ya Biblia inasemaje, watumishi wa Mungu wanasemaje. Sasa huyo Mkristo anakuwa na njaa ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati sijui mwenyewe inatokea, unaweza katokea siku nyingi au umesafiri au uko sehemu fulani hujaenda kanisani, lakini unasikia moyo wako una shauku, unatamani ningekuwa kanisani, au nimepamisi kanisani, nimemisi mahubiri ya mchungaji, nimemisi kwaya za kanisani kwetu, nimemisi kuona wakina mama, nimemisi kuwepo ibadani kwetu. Unasikia kuna kitu kimepungua, unatamani ungewaona wahudumu wa kanisani kwenu, kwa sababu wana kitu ambacho wanakupa wanapokuwa wanaimba, wanapokuwa wanahubiri. Kuna kitu wewe unapokea, shauku yako ni kuwaona ili moyo wako ushibishwe chakula cha nyumbani kwenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba labda uko polini, hapana. Unaweza kuwa uko kwenye kanisa na watu wengine, lakini chakula unachokula hakilingani na cha nyumbani kwenu. Cha nyumbani kwenu ukila unasikia umeshiba sawa sawa, kwa sababu wanapika vizuri, mchungaji anahubiri vizuri, kwaya zinaimba vizuri, mashemasi wanafanya kazi vizuri, waombaji wanaomba vizuri. Ukiomba unasikia umeshibishwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuwa na shauku, natamani nirudi nyumbani nikawaone watumishi wa nyumbani. Hiyo ni shauku, ni njaa, ni kiu ulionayo. Na siku ukifika kwenye ibada ile unasikia moyo wako unaburudika, unasema ibada ya leo imenibariki, watumishi wa Bwana nimebarikiwa, nimewaona watu wa nyumbani, moyo wangu unabubujika furaha, moyo wangu unashangilia kwa sababu shauku yako imetimia. Haleluya. Moyo wako umeshibishwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaelewana tu mbele. Mwili anahitaji ashibishwe na vyakula vya kimwili. Yaani chakula ndio njaa yake. Anakuwa hapo atakapokula ndio anakuwa ameshiba. Lakini mtu akiwa na njaa ya kiroho utafuta vitu vya rohoni ili aweze kushibishwa vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tusome katika kitabu hiki cha Luka sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 4. Katika kitabu cha Luka tunaona baadhi ya wanawake. Hawa wanawake walikuwa ni wagonjwa katika maisha yao. Biblia inasema wengine walikuwa na pepo, wengine walikuwa na magonjwa mbalimbali, lakini Yesu akawaponya magonjwa yao. Baada ya kuponywa magonjwa yao, tunawaona hawa wanawake wakaanza kutembea na Yesu wakimhudumia kwa mali zao. Yaani shauku yao, kiu yao, hamu yao ikawa ni kumhudumia Yesu, kwa sababu wameponywa magonjwa, kwa sababu amewaponya, amewatoa kule waliko, wakawekeza nguvu kubwa kwa Yesu. Wakasema sisi tutamhudumia Yesu, sisi tutatembea na Yesu. Akihitaji chakula tutampa, akihitaji maji tutampa, akihitaji chochote tutampa. Wengine walikuwa ni wake wa wakubwa wa serikali, mkewe Herode alikuwemo miongoni mwao, lakini shauku ya hawa wanawake ilikuwa ni kutumika pamoja na Bwana Yesu, ilikuwa ni kuonekana wako pamoja naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui jioni ya leo una shauku gani ya kumtumikia huyu Yesu wa Nazareti. Sijui shauku yako ni nini, sijui kiu yako ni nini, sijui hamu yako ni nini. Inawezekana ukawa na hamu ya kuja kanisani tu na kukaa nakaa tu nasikiliza wengine wanahubiriwa, wanaimba. Wewe una huduma yoyote? Una shauku yoyote? Shauku yako ni nini? Haleluya. Hao watu wa mama Biblia inasema wakamtumikia kwa mali zao. Inawezekana una muda wa kuja kuimba kwaya, inawezekana una muda wa kufanya huduma yoyote, lakini mali unazo. Unaweza kumtumikia Bwana kwa mali zako, ukaweka shauku yako ya kwamba chochote kitakachofanyika ndani ya nyumba ya Mungu, lazima pesa yangu itatumika, lazima pesa yangu itahusika, hata kama ni kidogo lazima nitaweka
Yesu asifiwe. Wanawake hawa wananifurahisha. Hawakujali vyeo vya waume zao. Hawakujali wao ni kina nani. Waliangalia huyu Yesu ametuponya magonjwa. Ndio maana tunaona leo. Hatujaona Yesu akaenda mtoni akafua nguo. Yesu akaenda wakaogota kuni wakina Petro wakapika chakula. Kumbe nyuma ya Yesu kulikuwa kuna wanawake wale waliokumbuka fadhila za Bwana, yamewatendea mambo mengi. Wewe Yesu amekutendea mambo mangapi? Ulikuwa uzai kama mimi ukazaa. Ulikuwa una pesa akakupa pesa. Ulikuwa mgonjwa kila siku akakuponya. Ulikuwa una mume akakupa mume. Ulikuwa una watoto akakupa watoto. Fadhila zako kiu ni nini? Onyesha kiu yako kwa Bwana. Onyesha njaa yako kwa Bwana. Ya kwamba Yesu umenitoa kule na mimi nitafanya mtabiri tatu. Ili Yesu aendelee kukubariki. Ili Yesu aendelee kukuinua. Ili aone wewe ni wa thamani kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao Yesu anajivunia. Akipita anasema hao Petro, unamwona huyo mama wa pale majengo, huyo ni jembe langu, huyo mama anatumika, huyo mama anajitoa, huyo mama yuko pamoja na kazi yangu. Yesu anajivunia. Je, anajivunia nani? Anajivunia wewe au anajivunia yule? Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu ambao mchungaji anajivunia. Haleluya. Amen. Akikuona kanisani anasikia kunenepa, anasikia kushiba, anasikia kubarikiwa, kwa sababu amekuona tena kazi wa Bwana. Amekuona mtu ambaye una shauku ya kusimama na wachungaji. Amekuona mtu ambaye akikuona kanisani anajua hakuna jambo litakaloharibika. Utasimama kama mtumishi wa Bwana, utarekebisha, utasawazisha palipo na bonde, utasawazisha palipo na mlima, utasawazisha palipo na miinuko, utatengeneza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa leo limepoteza njaa. Leo watu wana njaa ya kukaa mitandaoni. Yaani unaweza kukuta mtu anaperuzi mitandaoni, anahama mitandaoni, kama anatoka Twitter anaenda Instagram, anatoka Instagram anaenda Facebook, anatoka Facebook anarudi TikTok, anatoka TikTok anatoka huko anarudi YouTube, anazunguka huko, maana shauku yake na njaa yake, anashibishwa na mitandao, anashibishwa na kuperuzi. Lakini Mkristo aliyeokoka, shauku yetu haiko kwenye mitandao, shauku yetu haiko mitandaoni, shauku yetu iko kwa Bwana. Shauku yetu ni kumtumikia Yesu. Huko panapoteza muda wetu, lazima tuwekeze shauku yetu kwa Bwana. Haleluya. Shetani anatuibia sana. Unaweza kukuta mtu mkasema mchango wa 2200 akakwambia sina, lakini ukifungua kwenye mtandao unamkuta kaweka bando la 2100. Yaani hakosaki kwenye mtandao, lakini ukifungua unamkuta yuko online. Mimi jamani, huyu sikasema ana mchango. Alisema ana mchango wa Betriza, Mike, tuko tunachanga 2200, lakini kwenye mtandao kila siku iendayo kwa Mungu mambo liko full. Shauku yake ni kwenye mitandao, sio kwenye mtumishi. Ameibiwa zao. Shetani anatuibia zao. Lakini jioni ya leo tunataka tumwambie Mungu atupe njaa. Hakuna mtu aliwahi kuomba njaa ya kawaida. Eti Mungu nipe njaa ili niwe nakula sana. Hakuna mtu aliwahi kuomba. Lakini leo tunataka tuombe atupe njaa ya kiroho. Njaa ya kiroho ya kuyatamani maneno ya Mungu, njaa ya kiroho ya kutamani maombi, njaa ya kiroho ya kutamani kusoma neno, njaa ya kiroho ya kutamani kumwimbia Kristo, njaa ya kiroho ya kutamani kuwashuhudia wengine habari za Kristo, kuwaambia habari za wema wa Bwana. Tuwe na njaa na shauku hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumwangalie huyu mwanamke aliyekuwa na njaa. Tusome Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi pili. Mwanamke mwenzetu. Sasa nisamehe. Wanawake wamo moyoni sana. Haleluya, wababa haleluya. Amen. Tunajifunza tu kwa Kristo.
kama nikienda sana kwa wanawake, lakini jua tu tuko pamoja. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, nitaanza ule mstari. Naomba tu nianzie ule mstari wa 10 ili tusisome sana. Ni habari ambazo unazijua, nitazielezea. Anasema, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri. Huyu ni mwanamke Hana ambaye aliolewa na mume wake Elikana. Lakini Hana alipoolewa na Elikana hakuweza kupata mtoto. Lakini alikuwa na mke mwenzie anayeitwa Penina. Penina yeye alikuwa ni mama wa watoto, alikuwa amezaa. Lakini Hana alipokosa mtoto, Penina alimuonea Hana, alimnenea maneno mabaya ya ziaka, alimdharau, alimsema vibaya, alionyesha dharau kubwa. Kitendo kile kilimuumiza sana Hana kwa sababu hakuweza kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa na desturi ya kutoa sadaka kila mwaka, wanapeleka hekaluni. Lakini Hana alikuwa anapewa sadaka mara 2 na mume wake kwa sababu yeye alikuwa hana mtoto. Lakini bado moyo wa Hana haukushibishwa na mapenzi aliyokuwa anapewa na mume wake, kwa sababu shauku ya Hana ilikuwa shauku yake ipo kwa watoto. Anatamani na yeye aitwe mama wa watoto. Mume wake Elikana alimpenda sana, na hata Hana aliumia sana. Lakini mume wake siku moja akamwambia, je, mimi si zaidi ya watoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu mwanamke bado hakulizika, pamoja na kupewa sadaka mara 2, lakini bado hakufurahia, bado hakuwa na amani, bado hakufurahia yale maisha ya yeye kuitwa tasa. Lakini siku moja aliamua kuchukua gharama, aliamua kuchukua hatua za kwenda hekaluni, kwenda kumdai Mungu ya kwamba kwa nini mimi ninaitwa tasa, kwa nini mimi sina watoto. Akaenda hekaluni, na alipofika hekaluni, kwa sababu ana njaa ya mtoto, ana kiu ya mtoto, akaamua kufanya agano na Bwana. Akamwambia Bwana, sikiliza, leo nataka tufanye agano mimi na wewe. Ikiwa Mungu utanipa mtoto wa kiume, Yesu nasema nitamtoa huyo mtoto hekaluni mwako, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Nitamwacha hekaluni akutumikie siku zote za maisha yake. Hana akamaliza kufanya ahadi na Bwana, akamaliza kufanya nadhiri na Bwana, akaingia kwenye maombi, akaomba. Unajua kuna wakati unaomba ukiwa na uchungu, unabaki kuwa na kwikwi, unafanya tu mtu akija anasema huyu mtu, je, anaomba au ana msiba? Haleluya. Kuna wakati hata sauti haitoki. Mtu amejaza uchungu hapa, anasikia kifua kinataka kupasuka, amebaki tu alipoingia hekaluni, anamkuta Hana yuko kwenye hiyo hali. Anamwambia, wewe mwanamke, je, umelewa kwa mvinyo? Utakunywa mvinyo mpaka lini? Lakini Hana akamwambia, Bwana wangu, sikiliza, mimi sio mwanamke niliyekunywa kileo, wala sio mwanamke niliyekunywa mvinyo. Mimi ni mwanamke ambaye nimejaza uchungu moyoni mwangu, ambaye nina shauku na mimi ya kupakata mtoto
chakula wakati ameshiba? Haiwezekani. Lakini anayetafuta chakula ni mwenye njaa. Anayetafuta chakula ni mwenye njaa, maana anasikia uhitaji wa kula. Ndivyo ambavyo alikuwa huyu mwanamke, na Mungu akaiangalia ile shauku yake, ile njaa ya mtoto aliyokuwa nayo. Mungu akaamua kuachilia mtoto Samueli, akampa mtoto Samueli. Ana akaitwa mama, Ana naye akanyonyesha, akamnyonyesha mtoto wake. Alipomwachisha akambeba Samueli akampeleka hekaluni. Lakini kule nyumbani waliokuwa wanamcheka, waliokuwa wanasema hazai, waliokuwa wanasema ni tasa, tayari jina la Ana limebadilika. Sio yule mama tasa, anaitwa mama wa watoto, ni mama Samueli. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kiu yako inaweza kubadilisha jina lako. Kiu yako inaweza kubadilisha hali ulionayo. Kiu yako inaweza kubadilisha maisha yako. Waliokuona una maisha ya chini, waliokuona una maisha duni, yatabadilika hayo maisha. Watasema yule aliyekuwa na maisha ya duni leo ana maisha mazuri. Yule aliyekuwa na hali ngumu leo ana hali nzuri. Haleluya. Lazima tuwe na kiu na Bwana, lazima tuwe na shauku na Bwana ili atutendee mambo makubwa. Mungu hawezi kutenda kama una njaa. Mungu hawezi kutenda kama una shauku. Njaa ndio inayokuliza. Amen. Wanawake wanajua, amejifungua afu ukose chakula, utalia machozi. Kabisa wakichelewesha chakula unalia machozi. Jamani, mimi ni mzazi. Jamani, unijali kabisa, utalia machozi. Kwa sababu una njaa kubwa kali. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una njaa utakililia chakula. Lakini asiyekuwa na njaa hawezi hata kupewa chakula, maana haulizia hata chakula. Kwa hiyo Yesu anatamani akuone una njaa ya nini? Njaa ya mchumba, omba. Njaa ya mume, omba. Njaa ya mafanikio, omba. Njaa ya uponyaji, omba. Njaa ya kubarikiwa, omba. Anatamani aone ili atende. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilikushuhudia kidogo, mimi nilikuwa na shauku ya kumtumikia Mungu. Kaenda nikasoma mpaka nursing. Kasoma nursing nikamaliza. Fika sehemu sasa nataka niende nikasome Bugani, pate cheti. Wewe Mungu kasikataa. Mimi wangu alikasirika sana. Lakini nikasema nisiendi. Unataka ufanye nini? Shauku yangu iko mahali pengine. Ninakopelekwa siko kwenye maono yangu, siko kwenye shauku yangu, sio kwenye njaa yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mpaka ushibishwe unachokihitaji ndio utatulia. Haleluya. Lakini usipokula unachokihitaji huwezi ukawa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo 5:6. Maana hao watashibishwa, wana njaa ya haki, wana kiu ya haki, watashibishwa mema, watashibishwa mema. Haleluya. Kwa sababu wana njaa ya haki, Yesu atawashibisha mema. Lakini asiyekuwa na njaa hawezi kushibishwa, kwa sababu ameshiba. Tayari ameshiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa la leo limepoteza njaa ya haki. Watu tumekuwa na njaa ya vitu vingine. Tuna njaa ya vikundi huko kwa kina mama. Yaani ikifika saa hautachelewa, tapigwa faini. Wewe unachezea faini wewe. Yaani mtu anakimbia, anaenda na haraka. Lakini ikifika wakati wa kuja kanisani tunatembea kama tuna haraka na maisha. Hamu yako iko kwenye vikundi na shauku yako iko kule, kwa sababu unajua utapewa pesa. Haleluya. Lakini kanisani zaidi ya vikundi, huko ndiko tungewekeza shauku yetu. Huko hata wafanya kazi wengi, wafanya biashara zako wasema, mama fulani ikifika saa 9 humuoni anakimbia kwenda ibadani. Lakini watasema ibadani amna. Kwenye vikundi ikifika kwa saa ya kikundi humuoni. Lakini siku ya ibadani unakuona unajitafuta. Hivi leo uende ibadani, taenda tu.
Hivi leo wewe ibada nitaenda tu. Hivi mama fulani leo nimechoka najisikia sieni. Hivi kuna nani ambaye anachoka kwenda kwenye kikundi akapigwa faini? Au leo ndio alikuwa anaenda kuweka sahihi ya mkopo, anaachaje kwenda? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile shauku tulionayo kule ndio inatakiwa igeuzwe iwe shauku ya nyumbani mwa Bwana, iwe shauku ya kiroho, iwe njaa ya kiroho. Tutamani mambo ya Mungu, tutamani kutembea na Bwana, tutamani kufanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tusome tena katika kitabu. Tusome ile Zaburi 27 mstari wa 4. Neno moja ndio nimelitaka kwa Bwana, ya kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haleluya. Daudi aliona hana maneno mengine ya kuangalia, akasema nimelitaka neno moja, Bwana alijaze ndani yangu, anipe shauku ya kukaa nyumbani mwake, na ninapokaa nyumbani mwake ni utazame uzuri wake, jinsi Yesu alivyo mzuri, jinsi Yesu anavyonipenda, jinsi Yesu anavyonipigania, jinsi Yesu anavyonitetea, jinsi Yesu anavyonibariki, na kutafakari hekaluni mwake. Haleluya. Daudi alitamani kukaa tu nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Najua leo kuna wababa wasiookoka wanatamani kukaa baa, kuning'inia kwenye vile viti vikubwa, hawatamani kuwepo nyumbani mwao. Ametoka kazini mapema, lakini anaenda kuning'inia kwenye viti vya baa. Hana shauku na nyumbani kwake, hana hamu ya kuona watoto wake, hana hamu ya kumuona mke wake mapema. Anaenda kupoteza muda baa, anarudi nyumbani usiku kwa sababu hana hamu ya familia, hana hamu ya familia, hana hamu ya mke wake, hana hamu ya marafiki anaokutana nao kule baa. Haleluya. Amen. Lakini sisi tuwe kama Daudi. Mwambie Yesu, naomba unipe hamu ya kupenda nyumbani mwako. Nikifika nyumbani mwako ni utafakari uzuri wako, nitafakari matendo yako makuu, nitafakari baraka zako, nitafakari uliyowatendea wapendwa. Hayo tu Yesu yajazwe moyoni mwangu. Anasema hilo ndio nitakalo litafuta, hilo neno la kukaa nyumbani mwa Bwana ndio nitakalo litafuta siku zote za maisha yangu. Nitatafuta uzuri wa Bwana na kuutafakari hekaluni mwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ananielewa. Mstari wa 7. Mtume Paulo anayeona mambo mengi yote kuwa hayafai kabisa kwa ajili ya Kristo, anatamani yale ya Kristo ndiyo yaushibishe moyo wake. Tusome hiyo wa Filipi 3 mstari wa 7 na baadaye tutasoma Zaburi 34. Tusome hiyo wa Filipi 3. Anasema lakini na yahesabu mambo yote kwangu niliyokuwa nayo ni kama hasara. Paulo anahesabu mambo mengine yote kuwa kama hasara, lakini anaona jambo la faida kwake ni kumpata Kristo, ni kuishi na Kristo. Shauku yake haiko kwenye mambo mengine yote. Yeye anasema ninahesabu kuwa kama mavi, sioni faida yake, sioni uzuri wake, lakini ninachokiona kwangu ni cha faida, ninachokiona kwangu ni cha maana, ninachokiona kwangu ni cha kushikamana nacho ni uzuri wa Kristo. Huo ndio naona unafaa, huo ndio naona unanistahili, huo ndio natafakari siku zote za maisha yangu, lakini mambo mengine yote nayaona kuwa ni batili. Haleluya. Tunatakiwa leo tuwe kama Paulo. Mambo mengine haya yote yatapita, lakini Kristo adumu hata milele. Kristo anadumu katika ulimwengu huu na ule ujao. Tutakuwa naye, tutalisi vya mwilini na vya rohoni. Haleluya. Kwa hiyo tunayo shauku kubwa ya kutafuta ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Ukifika ule wakati ambao neno la Mungu halipo, sisi neno la Mungu limejaa moyoni mwetu, kwa sababu Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana. Na sisi tumetafuta neno moja tu, ya kwamba Yesu atushibishe matunda yake, atushibishe wingi wa fadhili zake.
neno lake. Linapofika neno aliko, hata kama hazipo Biblia, lakini mioyo yetu, maneno ya Mungu yameandikwa kwenye vibao vya mioyo yetu. Tunamjua Mungu maana tulilisoma tukaliweka moyoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tushibishwe vitu vya Mungu. Haleluya. Amen. Tushibishwe mambo ya kimungu. Hata kama Biblia zipo, tukiamka usiku, unalo neno akusimama nalo. Unalo neno. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi. Wekeza nguvu kubwa kwa Kristo. Ushibishwe vya rohoni, ushibishwe vya kiungu. Na unajua Roho Mtakatifu ni wa ajabu. Akiona mtu ana shauku, huwa anamshibisha. Anakuletea vitu vingi, material nyingi za kiroho. Material nyingi sana. Ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Tumishi ushuhuda kidogo. Mwambie nenda kabla uji. Mama anaangalia watoto wake sura tu anawajua. Ndivyo Yesu anavyotuangalia. Anatuangalia tu anatujua. Huyu ana shida, huyu ana njaa, huyu ana amani, huyu amebeba mzigo mzito. Sasa nahitaji kumjua, nahitaji kumfariji, nahitaji kumpa amani, nahitaji kumfanikisha. Huyu biashara ziendi, anamjua kila mmoja. Anatamani atushibishe kulingana na njaa tulizonazo. Nikwambie kitu, njaa zetu hazilingani. Haleluya. Wengine wana njaa ndogo sana. Akila tonge 2-3 wameshiba. Wengine tuna njaa kubwa. Amen. Haleluya. Wengine tuna njaa kubwa. Hazilingani njaa zetu. Na hata vyakula tutakavyokula au tutakavyoshibishwa havilingani. Tutakula tofauti, tutakula kulingana na njaa zetu zilivyo. Na Bwana anapotutendea, anajua huyu mwanangu ana njaa kubwa, na paswa nimpe chakula cha kutosha. Amen. Yeye anasema anamuinua mnyonge kutoka mavumbini, akamketisha na wakuu. Haleluya. Huyu mnyonge amemtoa mbali, lakini kuna mwingine alikuwa ameshafika hapo. Anajua tu inampush kidogo tu, anafika anapotaka kwenda. Lakini kuna mwingine bado yuko zero. Anajua huyu nitamuinua pakubwa. Huyu ananihitaji kutoka mbali. Anakuinua kutoka mavumbini, anakupandisha taratibu, anakuketisha na wakuu. Haleluya. Anakushibisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimkuta mwenye njaa kubwa, usimsaliti ukamwambia na wewe naye waga utosheki. Mwache yale ashibe, ajiridhishe kwamba ameshiba, maana uhitaji wake ni mkubwa. Haleluya. Tunapokwenda kwa Kristo, kila mtu anakwenda kulingana na anavyomtaka Kristo. Kristo ni mkate unaoliwa, inategemea una njaa gani. Kristo ni maji ya uzima, inategemea una kiu kiasi gani, ili aweze kukunywesha, aondoe kiu ulionayo. Wengine kwa kikombe kimoja tu anasema nimechoka. Mwingine anakunywa mpaka anajiuliza Mungu wangu, ana mwezi mzima hajanywa maji. Amekuwa punda na ngamia, hashindi atosheki. Unampa kikombe anakunywa. Ongeza. Ongeza. Jamani, huyu ana mwezi mzima hajanywa. Kiu yetu inatofautiana, na Yesu yuko kutuhudumia kulingana na kiu tulizonazo. Yule mwanamke alienda kisimani kuteka maji. Kiu yake ilikuwa ni wanaume. Anachukua mpaka wanaume za watu. Akaenda siku hiyo kisimani mchana kweupe, maana alikuwa anakwenda wakati jua ni kali. Alipofika kisimani, akatokea Yesu. Yule mwanamke akasema, leo nimepata handsome boy, nimepata mwanaume mchana. Yesu akamwangalia, akajua yule mama ana kiu ya wanaume.